Mambo vipi mdau wangu wa nguvu, nikukaribisha tena katika recap yetu sehemu ya 6 kama ambavyo nilikuahidi kwa hatulali hatupoi, na siku ya leo tunaikamilisha mpaka finali kama ambavyo nilikuwa nimekuahidi na ndivyo ambavyo naitimiza. Basi kama hujatazama vipande vya nyuma kisha unagusa hiyo pop up inayojitokeza hapo nyuma, lakini pia kama bado hujagusa alama ya subscribe kisha unagusa sasa hivi ili tuweze kusonga pamoja. Lakini ningependa kukumbusha wewe ambaye unafuatilia kugusa alama ya like mara tu unapoona imetoka kazi yote ile, ili kuweza kunisupport na kunitia moyo kwa kile ambacho ninakifanya. Dauni alianza kukueleza kwamba alikuwa ni mfanyakazi wa benki, na siku moja katika kitengo chake cha kukopesha watu alijitokeza mtu ambaye alikuwa na kampuni ndogo sana ambayo ilikuwa inaelekea kufilisika. Akaja akiomba msaada kwa kusema kwamba anahitaji kukopewa, ni muhimu sana kwake kuikomboa biashara yake. Katika vyeti alivyokuwa amevileta nigundua kuwa kuna mapungufu madogo sana. Kwa mtu mwingine ingekuwa ni rahisi kuweza kumsaidia yule mtu, lakini mimi nilimkabidhisha bahasha zake na kumwambia kuwa anatakiwa kukamilisha vigezo vyote ili aweze kuomba msaada. Lakini baadaye akajieleza kwamba anaweza kupoteza ajira ya watu kama 50 hivi, lakini bado nilimkatalia na kumrudishia bahasha zake yule mtu. Nilisimamia msimamo wangu na ulikuwa ndo msimamo wa kisheria, lakini bahati mbaya ni kwamba yule mtu mara baada ya kutolewa pale benki alienda kanywa sumu akajiua. Familia yake ilinilaumu sana kwamba niliweza kusababisha kifo cha ndugu yao. Kitendo cha mzee huyu kujiua kikaniumiza sana akili yangu. Nilifukuzwa na familia yake, nikatengwa na jamii. Watu wote waliniona ni mkatili wa kutupa. Sasa siku moja bana nikajifikiria katika yote niliweza kuyafanya, nilikuwa nikisimamia sheria za nchi lakini na sheria za benki. Sasa kama zimeweza kusababisha kifo cha mtu, nina haja gani ya kuendelea kuishi? Hatua ya mwisho nikafikiria kujiua. Siku hiyo nikapanda juu ya daraja na hapo nikataka kujirusha. Lakini kabla sijafanya tukio hilo, alijitokeza dada mmoja anafahamika kama Sohi. Huyu dada aliponiona nataka kujirusha akaongea maneno machache tu akisema kuwa jirushe kisha nami nifuatie kujiua kwa sababu siwezi kuishi bila wewe. Ndio ukawa mwanzo wa mapenzi yangu mimi na bidada Sohi, ambaye alisababisha niweze kuahirisha maamuzi yangu ya kipuuzi ya kutaka kujiua. Kukutana na Sohi katika maisha yangu ikawa ni ukurasa mpya wa maisha ulioweza kufunguliwa. Nikahisi kuwa nimezaliwa upya, lakini haikuwa maisha ambayo nilidumu nayo kwa muda mrefu. Ilikuwa ni furaha kama kufumba na kufumbua, kwani siku moja ambayo sikuitegemea, bibi Sohi aliondoka nyumbani pasipo hata kuniaga wala kufanya kitu chochote kile. Akaondoka zake, na kuanzia hapo maisha yangu yakageuka tena na kuwa msiba zaidi ya ule wa mwanzo. Nikalia sana kila siku katika maisha yangu. Ndio siku ambayo niliweza kukutana na huyu mkurugenzi wa kampuni ya usafi. Akanichukua na kuanza kunifariji, kuniambia kuwa nina uwezo wa kuanza maisha upya. Ndio nikajiunga katika kazi ya usafi. Na hicho ndicho kawa historia kifupi cha Mwamba Dauni kuhusiana na mahusiano. Akamsimulia bidada kwa kumwambia kuwa nimemuota msichana huyu juzi akiwa ananikisi. Kumbe ndio siku ambayo ulikuwa ukinikisi basi. Lakini kwa kuwa moyo wangu bado umefungamana naye na kuomba unipe muda, kwani siku si nyingi, nitakujibu kuwa niko tayari kuambatana na wewe katika maisha au la. Akamwambia bidada awe mvumilivu, siku zipo na siku moja atakuwa naye kama Mungu akipenda. Kesho yake alfajiri, katika harakati za kupinga vitendo vya unyanyasaji na kuwashika wanawake ovyo ovyo, basi wakaamua kuvaa nguo za wafanyakazi wa usafi. Moja kwa moja akaanza kubandika mabango katika ofisi ya yule jamaa ambaye alikuwa amemshika bibi V vibaya siku ya jana. Basi wakabandika kweli kweli. Baadaye Mwamba akawa amefika hapa katika maeneo ya ofisi, akashangazwa kuona mabango makubwa sana ambayo yanasema hairuhusiwi kumshika mwanamke vibaya. Akaenda moja kwa moja mpaka katika desk yake akalikuta pia bango ambalo limeandika sio vizuri kuwashika wanawake. Akaingia katika mtandao akasearch, akagundua kwamba kuna adhabu kubwa sana kumbe kumshika mwanamke, kitu ambacho kikamsababisha jamaa awe na hofu kiasi. Nyakati hizo hizo alionekana Mwamba Dauni akiwa amevalia suti kali sana akiwa anatoka katika ofisi ya mkurugenzi mkuu wa ofisi. Akashangaa sana huyo jamaa, akamuuliza wewe jamaa ulitoka kufanya nini huko? Dauni akasema kwamba nimetoka katika ofisi ya mkurugenzi, lengo ni kwenda kuzungumza naye juu ya vitendo vya kuwashika wanawake vibaya, kitu ambacho kikamsababisha huyo jamaa aseme kwamba anahitaji mazungumzo ya siri kati yangu mimi na wewe, tafadhali sana. Jamaa akamwambia sawa. Dauni akapendekeza eneo la siri la kwenda kufanya mazungumzo iwe juu kabisa ya ghorofa, ambako huko bidada V ndiko alikokuwepo. Walipoweza kufika tu jamaa akamkuta V, kitu ambacho kikamhuzunisha sana na kusema kwamba kumbe ni mpango ulikuwa umeuandaa. Bibi akasema usione kama ni mpango, lakini kuna hatari kubwa sana endapo kesi yako nikaifungua, na ninavithibitishi vyote kwamba ulinigusa. Kitu ambacho umefanya ni kosa sana kisheria, lakini ni kosa kwa mwanamke yote yule kumfanyia kitu kama hicho. Mwamba akasema kwamba hivi unajua kwamba endapo mimi ukanifungulia mashtaka wewe mwenyewe utafukuzwa pale ofisini? Akamwambia ni kweli naweza nikafukuzwa, lakini unajua kwamba mimi sijaajiriwa ajira ya kudumu, na hata kama nikipoteza ajira kwangu haina shida sana kwa sababu mimi si mwajiriwa kudumu. Lakini shida inakuja kwako wewe ambaye ndio meneja wa kampuni, unapokea mshahara mkubwa. Pindi utakapopoteza ajira kama hiyo, sidhani kama ajira yako unaweza kuipata sehemu nyingine yote na skendo mbaya ya kugusa wanawake. Mwamba akafikiria kwa makini sana juu ya haya aliyoambiwa na bibi V. Akakata tamaa kabisa na kuamua kuomba msamaha katika ofisi na kwa mkurugenzi mkuu kwa kumgusa bibie, na kisha akakiri wazi kwa kusema kuwa alifanya hicho kitu ni makosa, na amemshukuru sana V kwa kuweza kumuelekeza, lakini pia amefahamu adhabu mbaya iliyopo kwa kumfanyia hivyo mwanamke. Bibi V akaeleza mbele ya ofisi
akisema kwamba mimi binafsi nilikuwa natumia vidonge vya uzazi wa mpango kwa sababu nina changamoto kila ninapoingia period, kuna shida ambayo inanitokeza katika mwili wangu. Hivyo kanilazimisha nitumie vidonge hivyo kwa lengo la kuweza kutatua changamoto yangu. Okay. Kwa ikawa imeeleweka sababu rasmi ndani ya ofisi nzima na wakajua ni kwa nini bidada huwa anatumia vidonge hivyo vya uzazi wa mpango. Dauni pamoja na bidada V moja kwa moja kaelekea kwa mkurugenzi msaidizi ambaye ameacha kazi siku za hivi karibuni. Wakaenda kumwambia kwamba arejee kazini kwa sababu yule mtu alikuwa kikwazo kwake, wameshakwisha kumwadabisha na amekwisha kuomba msamaha pale ofisini. Lakini bado bidada akasema kwamba ni jambo jema kama amekwisha kuomba msamaha, lakini mimi binafsi nimeona kwa sasa nitulie ili niweze kumlea mwanangu katika mazingira yote aweze kulikava hali yake. Ila kama kiendelea vizuri nitatafuta kazi mahali pengine, wala sitaji kurudi pale ofisini. Na si kwa ubaya, ila nimeamua kuanza ukurasa mpya wa maisha mahali ambapo ataelewa kwamba mimi ni single mama na kunikubali kama nilivyo. Baada yote waliowapitia, wakaamua kujipongeza siku ya leo. Wakaandaa bonge la party hapa nyumbani, wakasherekea na kunywa kadri walivyoweza. Sasa bidada wakati ameondoka V akamwachia kazawadi kidogo kama mtu wa shingoni. Mwamba alipousoma akagundua kwa ule mtu ulikuwa umeandika ndoto njema. Bidada huko nyumbani naye alikuwa na mtu kama huwa jamaa, akaenda akajifunika nao huku akiwa ameandikiwa message kuwa asante kwa zawadi yako nzuri. Jamaa anafurahia kweli kweli kupata hii zawadi aliyopewa na bidada. Ghafla tu mioyo yao imeanza kufungamana na wamejikuta kuwa wanafuraha kila wakati, na kila wanapowasiliana mioyo yao basi ni kama imefungamana hivi. Jamaa alienda mpaka Paulini bana kutafakari juu ya upendo wake kati yake na V. Mapenzi haya. Siku ya leo katika hali ya kushangaza, kiongozi mkuu msaidizi akaja akiwa amevalia suti kisawasawa moja kwa moja mpaka ofisini. Kila mfanyakazi alistajabu sana kumuona bidada amerejea upya na yuko tayari kufanya kazi pamoja na hawa watu. Kila mmoja alifurahia kwa sababu bila uongozi wake mambo yalikuwa ovyo ovyo hapa ofisini, lakini sasa amerejea na kila mmoja anatamani kuendelea kufanya naye kazi kwa uzuri. Bidada alifurahi sana V. Mwisho siku akawa amekutana na Diana akiwa amemwandalia chakula kizuri sana mara baada ya bidada kushare kuwa amefurahi sana siku ya leo. Basi mwisho siku bibi V akamshauri Diana kumwambia kwamba ni vema akawatembelea pale ofisini na kuwafundisha wale wafanya usafi pale ofisini, kwani kuna baadhi ya skills ambazo wanazikosa na walitamani sana uwepo wake. Basi Mwamba bila yana yoyote akatimba ofisini na hapa kaanza kuwafundisha trick mpya kabisa za usafi, ambapo wakawa wamemfurahia kweli kweli na kuona kuwa zingerahisisha zaidi shughuli zao za usafi na kuipendezesha zaidi ofisi katika maeneo yao. Huku nyumbani Mwamba akaendelea bado kutembeza darasa. Kila mmoja aliyekuwa jirani naye alimfundisha kupika pamoja na kufanya usafi. Wanawake wengi wakaanza kujiunga katika timu yake na wakina mama huko nyumbani wakaanza kufika katika shule yake na kuanza kujifunza shughuli za usafi pamoja na mapishi. Jamaa akazidi kuwa maarufu, lakini leo yule mtaji na mwanasheria alikuwa amefika hapa kuja kumuulizia bibi Sang na kumwomba kuwa anaomba aweze kutoka naye siku ya leo. Lakini jamaa akamwambia kuwa hata kama ni muhimu wanatakiwa kusubiria kwa zaidi ya nusu saa mpaka amalize shughuli zake ndio atakuja. Basi wakaendelea kuongea hapo. Bibi alivyoweza kushuhudia tu mtajiri wake amekuja, moja kwa moja akakimbia chumbani. Jamaa akasema muona sasa amekimbia hapo anaenda kupiga makeup, ndio kitu ambacho nilikuwa sikitaki. Yani akienda kupiga makeup anaweza kutumia zaidi ya saa nzima, nikataka nimchukue tu haraka haraka. Basi ikawa ni jambo la utani lakini pia lenye furaha zaidi. Bana leo hayawi yao isi akawa amekuwa bana. Ikawa ni tafali ya mtoko kati ya Dion pamoja na BV pamoja na Zeng pamoja na yule mtajiri wake wanasheria. Kwa hiyo wakaanza kupakana makeup na kuandaana mabidada kwamba siku ya leo waenda kukutana na watu wao wanaowapenda. Wakiwa wamefika hapa katika maeneo ya mgahawa maarufu sana na hoteli, bibie alikopa akimsubiri sana Mwamba Dion, lakini kila anapoendelea kusubiria anakuta Mwamba atokei. Akaendelea kusubiria mpaka mgahawa mkawa umefungwa, lakini bado bwana akawa atokei tu. Ikabidi kumfuata manager wa ile eneo akamuuliza, "Hivi leo hajaje Dion?" Akamwambia hajaje. Hata mwenyewe nashangaa kutoka asubuhi hajaonekanapo mtu huyu. Hata wateja wameanza kushangaa kwamba jamaa ameelekea wapi kwa sababu walikuwa wamemzoea. Ikabidi kuandaa ratiba ya kwenda kumtafuta Mwamba, lakini jamaa akakumbuka kwamba huyu Dion alikuwa na nyumba yao ya zamani sana, nyumba ambayo baba yake alikuwa amemwachia kipindi alichofariki. Hebu twende tukamwangalie katika nyumba ile. Moja kwa moja walipofika katika ile nyumba wakashangaa kumkuta Dion akiwa amelala anatoka jasho mwili mzima. Hasa issue ilikuwepo hivi, ni kwamba Dion kabla ya kwenda kukutana na bidada alijua isa kwamba siku ya leo anakwenda kumkubali, lakini kabla ya kumkubali acha rudi nyumbani kwanza katika nyumba yao ya zamani kabisa ili akasahau kumbukumbu zote za bibia yule wa kwanza alikuwa na date naye. Hasa alipofika kwa sababu alikuwa amenyeshewa na mvua nyakati za mchana, hali ya homa ikawa kubwa sana, akajikuta anapokea hali ya ugonjwa. Daktari anasema kuwa Dion alikuwa na homa ya dharura, kwa ni vyema akamtibia na anatakiwa kupumzika kwa siku kama 2. Mwamba alipoamka tu kitu cha kwanza akamwomba bibia msamaha kwa kumwangusha kwenye date, lakini bidada akamwambia usijali, hali ya ugonjwa ni muhimu kuhangaikia kuliko kufikiria hayo. Basi Mwamba akawa ameshukuru, akapitiwa na usingizi akapumzika, lakini alipoamka akamkuta bidada yuko kando yake, yana anamjali kupindukia. Baada ya Mwamba akawa amepata nguvu na moja kwa moja akamchukua bidada na kumpeka katika kando kidogo ya mto, na hapo akaanza kuzungumza akimwambia kwamba sababu ya ugonjwa wangu ni kwa sababu nilikwenda katika nyumba na kwenda kuteketeza kila kitu ambacho kilikuwa ni kumbukizi kati yangu na ule mpenzi wangu wa zamani. Hata nilipochukua tu saa nikaenda kuitupa kando ya mto. Sasa mvua ilikuwa inanyesha ni kubwa sana, nikajikuta nimeloa. Ile hali ya mvua ndio iliweza kunipelekea kupata homa. Nisamehe sana bibi V kwa kusababisha hali hii.
Na kuanzia hapa niseme kwamba moyo wangu umefunguka kwako, niseme tu kwamba ninakupenda. Na kuanzia hapo ikawa ni mwanzo wa mapenzi kati ya hawa watu wawili. Hasa baada ya wawili kubaliana kuwa wapenzi, kuna kitu cha kustaajabisha kikawa kimetokea huku nyumbani. Kwani hawakurudi kutoka usiku na hawakupiga simu wala simu zao zikawa zipatikaniki. Mpaka asubuhi imefika, hawa ndugu zao wakaanza kushangaa. Hawa wako wapi, hawajarudi usiku mzima mpaka mida hii? Katika hali ya masiala tu, eti Daihun pamoja na Vi hawapo na hawalali nyumbani na hawapatikani na simu zao haziiti. Hivi nini kinachojili? Unadhani nini ambacho kitakwenda kutokea? Kumbuka kwamba tumebakiwa na episode moja tu kwenda kuhitimisha tamthilia yetu. Lakini kabla ya kufikia episode ya mwisho, tazama itangazo la tamthilia ambayo inakwenda kujili mara baada ya hii. Mwanzoni kabisa mwasilizi yetu anaonekana bidada mmoja mrembo sana anayefahamika kama Dong Kyo. Akiwa hapa hospitalini kwa Dr. Jung, alikuwa akimweleza kwamba ana uvimbe katika kichwa chake na hatoishi kwa muda mrefu, hivyo anatakiwa kupumzika kwa wiki nzima. Bidada kusikia mapumziko ya wiki nzima yakamuumiza sana. Akasema kuwa sijawahi kufikiria kupumzika katika kazi zangu hata siku moja. Daktari akamwambia kuwa endapo usipopumzika basi utaishi kwa miezi 3 tu, lakini kama ukipumzika basi una mwaka mzima wa kuweza kuishi. Bidada akawa amekasirika sana na kuondoka katika eneo hilo la hospitali. Wakati anaondoka, alipishana na mwamba mmoja handsome sana. Akiwa amegongana naye, akajiongelea moyoni, "Da, huyu jamaa ni bonge la handsome." Jamaa naye akajibu, "Ni kweli najua kwamba mimi ni bonge la handsome." Sasa alimsikiaje? Ukweli ni kwamba huyu jamaa ni jini. Sasa story yetu itakuja baada ya hii kuikamilisha vipande 7 hivi siku ya leo. Hakikisha tu kwamba umegusa alama subscribe na alama ya kengele. Tamthilia hii ya jini na binadamu itakwenda kutoka hivi karibuni.